usifeki maisha. Ishi maisha yako ili ufikie hatima yako. Nilikuwa nafundisha pale masomo ya uchumi, nikawaambia watu wengi tunafeki maisha, ndio maana hatutoboi. Unajua kuna mtu ukienda kwenye kabati lake ana nguo za zaidi ya milioni 2, alafu analia mtaji wa 50,000. Sio na feki maisha huko. Usiishi feki maisha, kaa kwenye eneo lako. Isaka alikaa kwenye eneo lake, Mungu akamtokea. Wanaokaaga kwenye maeneo yao, hata kama amechelewa, Mungu huwa anawatokea. Haleluya! Kilichomfanya Mungu amuite Adamu kwenye bustani sio kwamba Mungu alikuwa hajui Adamu yuko wapi, ila nafasi ambayo ilitakiwa akae Adamu siku zote alipokuwa anakutania hakuwepo. Amina. Kuna nafasi ambayo Mungu anatamani akukute. Ukikaa kwenye hilo eneo, huo ndio ukweli. Mungu anagawa bahati kwa kila mtu. Kwa kila mtu kwenye eneo lolote ulilopo. Ukikaa kwenye uaminifu, kuna vitu vichache nitakuwa nakufundisha siku zinavyoendelea. Ukikaa kwenye hilo eneo kwa uaminifu, Mungu atakukumbuka. Hata kwenye biashara. Unajua kwa nini watu wengi hawatoboi? Leo ameambiwa, dagaa za Mwanza zinalipa. Niliwaambia unachukua milioni 7 unaenda Mwanza unajumua magunia unaleta. Unachanga mpaka jioni umeuza bubu. Unaenda afu unaona kuna mama anauza nyanya vibaya mno. Yaani kila kileta debe la nyanya linaisha. Kesho na wewe uko kujumua nyanya. Dagaa zijaisha unaleta nyanya umeweka. Unauza shangazi toki. Mwingine samaki wabichi toka Ziwarukwa anatoka kesho huko Ziwarukwa. Kumbe stiki kwenye eneo moja. Stiki mpaka sikatai kuhama. Hama Bwana akiwa amekwambia hama. Hajakwambia usitoke hapo. Wengi ambao Mungu aliwatokea alikuwa anawaambia usitoke hapo ulipo. Usitoke hapo ulipo. Bwana asifiwe.